shofar. Kwa heshima nitaomba tuketi kidogo, tasimamisha tena. Nilikuwa nataka kuona kama mnasinzia, lakini nimeona ya kwamba tuko chonjo kabisa. Wale ambao mko na viti mnaweza mkaketi kidogo tu. And as mentioned earlier, we are happy to have His Excellency the President of this great nation as the guest of honor who has graced this occasion, this being the third phase of the Human Wildlife Conflict Compensation for financial year 2024-2025. And as a sign of our joy to receive him as the guest of honor, I'll request that when he's coming in, we can give him a warm clap as we are going to be beginning shortly. It shouldn't take too long. We've already done the national anthem. So the order of events, once His Excellency arrives, will start with a prayer from the Christian faith and the Muslim faith. Then after that, we shall proceed straight to the speeches after watching a short video that gives us context of why we are here today. So that's basically what we're going to be having, and we should be done after that. Once His Excellency is done, then we shall have two photo ops, which we shall be guided as we proceed. For now, we are just waiting for His Excellency to join us and we can start. Kwa hivyo hivi karibuni Mheshimiwa Rais atakuwa nasi, ambaye ni mgeni wa heshima ambaye tunamngojea. Na wamekuja wakiwa wameambatana pamoja na naibu wa rais Profesa Abraham Kithure Kindiki, ambaye ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kweli leo Meru tumepata baraka, sivyo? Naomba sote tusimame sasa kwa heshima tukimkaribisha rais wa Jamhuri ya Kenya. Wapi makofi ya rais na naibu wa rais wakiingia tafadhali? Tumkaribishe kwa shangwe, mbwembwe, vifijo na nderemo. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Meru imekupokea kwa furaha kabisa. Wapi makofi ya rais? Tupige makofi. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Welcome Your Excellency. Na nitaomba kwa heshima tubaki tumesimama. Tutaanza kwa maombi tukiongozwa na Imam Abdullahi Mugambi akifuatiliwa na Bishop John Kinoti Anampio. Wale ambao tumevaa kofia, naomba tafadhali kwa heshima tutoe ili tuweze kuomba. Karibu. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, tunakushukuru wewe Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sisi siku hii ya leo kufikisha rais wetu ambaye kwamba William Ruto, na tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umpe amani, na pia vile utupe amani katika taifa letu la Kenya na utulivu. Ya Allah, tunakuomba katika sherehe ya leo ya Allah, Mwenyezi Mungu ifanikishe kwa rehema na baraka zako ya Rabbul Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Let's continue praying. Mighty God, creator of heaven and earth, we come before you with thanksgiving in our hearts.
We honor you for the gift of life and for the beauty of nature and for the rich biodiversity you have blessed our nation with, our forests, our wildlife, and the majestic landscapes like those in Meru National Park. Today, we lift up this special occasion to you as we witness the third phase of compensation for those affected by wildlife interactions and launch of conservation card. We pray for your guidance and blessing upon this initiative. May it bring healing, justice, and hope to those who have suffered loss, be it of life, crops, property, or health, due to human-wildlife conflict. Lord, we commit to you His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and his Deputy President, and all other leaders in the national and county government. May you fill them with divine wisdom, integrity, and strength as they lead our nation. Order their steps, O God, and surround them with wise counsel. Finally, we pray for the lasting peace in every part of our beloved country. May your love reign in every heart, and may justice and righteousness be the foundation of our land. We ask all this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Naomba kwa heshima tuweze kuketi. Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, mawaziri wakiongozwa na Mheshimiwa Rebecca Miano, Waziri wa Wizara ya Utalii na Wanyama wa Pori, mawaziri wote, Mheshimiwa Isaac Mutuma, Governor wa Meru County, magavana wote waliofika mahali hapa, makatibu wa wizara mbalimbali wakiongozwa na Madam Sylvia Museya, Professor Erastus Kanga, DG KWS, wabunge pamoja na viongozi wa tabaka mbalimbali na viongozi wa taifa kuu na serikali gatuzi, wananchi wote ambao waliofika hapa. Mheshimiwa Rais, naomba kwa ruhusa tuweze kutizama video ambaye itatupatia introduction fupi ya kwa nini tuko mahali hapa. Watu wa video, tafadhali, let's have the video. Usiku nikasikia mtoto akilia. Kwenda kuangalia, akasema mama nimeumwa na kitu. Kufika Ikuda nikaambiwa kweli ni nyoka. Mtoto wangu ndo mwenye alikuwa ameathiriwa na nyati masaa ya asubuhi wakati akielekea shuleni. Niliumwa na nyoka nikitoka town na ilikuwa imesimama. Kama tunataka kuhakikisha kwamba wananchi wanajumuishwa na wanajumuika katika kuhakikisha ya kwamba wanyama wanaishi na sisi zote tunaishi kwa pamoja, ni lazima wananchi wawe katikati ya mpango, ndio wananchi wawe beneficiaries wa kwanza kwa mambo ya wanyama wa pori. And my instructions are as follows. We should compensate another 7,000 Kenyans who require 3 billion shillings so that we can ensure that we build confidence between the public and conservation. Yale madai yote ya kihistoria ya migogoro ya binadamu na wanyama isuluhishwe wananchi walipofidia. Despite the wildlife being such a wonderful heritage for our country, there occurs human-wildlife conflict, which has become a very emotive issue because people lose lives, sadly. So one of the things that the government has done is to prioritize budgets to be able to clear the backlog and continue paying the claims that are arising. In mid-2022,
We immediately commenced on trying to get budgets for compensation, and we put it in the supplementary budget that we did in December. And that availed us 908 million. Immediately after, we got a budget allocation of 960 million, financial year 23-24. However, only half was disbursed, 480 million. This financial year, we have a budget of 950 million. I project that we shall be able to clear all backlogs by 2026, latest 2027. The government is really focusing on how to mitigate, how to do fencing, to separate human habitation and wildlife areas, how to do water dams so that we can provide for water inside the park and places where we separate people and wildlife, just to ensure that we can be able to improve the consistent attitude of people together with wildlife. Mtoto wangu ndo mwenye alikuwa ameathiriwa na nyati masaa ya asubuhi wakati akielekea shuleni. Hii 2025 ndo walikuja wakaniita wakanifidia pesa hiyo nusu. Nashukuru Mungu aliniwezesha nikajenga, na saa hii ile iliyobaki pia nilikuwa nalipa madeni. Walirudi tena wakatuita tena na nimefidiwa na hiyo pesa. Najua Mungu ataniwezesha nimalizie sasa pesa ya mtoto hii ya form 4. Mzee yangu aliuliwa ni nyati, tukahadikiza makaratasi. Baada ya hiyo serikali ilitulipa kidogo kidogo, akasema haina hiyo pesa, tutakojea hiyo tunapewa, tukae na hiyo tukojee hiyo polepole ndio mpaka tukamalize. Kwa sababu hii shamba yangu ni kidogo, nilikuwa nataka ninunulie hiyo watoto wangu kashamba. Tena pia serikali ilishukuru sana kwa muda hiyo yote nilikuwa nagojea, naona wametimiza hadithi ile walisema. Kidogo simu ikapigwa, akasema kuna hatari imetokea, na mama ndiye miongoni mwa wale wamevamiwa. Sijui kama ni mnyama alimfuata, akafungwa bafu 3. 2023 tukapiga simu tukaambiwa kuna installment serikali imepata na ni vizuri uje upokee. Tukasema ni asante kwa Mungu, asante kwa serikali, tukapata installment ya pili. Ile kitu nilipata nilikamilisha na hii nyumba yangu ndani, na ingine niliweza kuleta na title ya shamba kwa niaba ya hawa watoto wa mama, kuwaweka kwa njia sasa sababu ya siku za hapo kesho. Mwaka wa 2017 niliumwa na nyoka nikitoka town na ilikuwa imesimama, nikajikuta hospitali. Mwaka juzi tukalipa malipo ya kwanza na saa hii tumelipa malipo ya pili, na nilipopata hizo pesa niliona nianze kazi ya kufunga kuku. Ninauza sokoni, napeleka zingine kubwa, napeleka huko, najenga nduka, na nashukuru serikali wametukumbuka at least. Mtoto wangu alilala usiku, nikasikia mtoto akilia. Kwenda kuangalia, kasema mama nimeumwa na kitu. Sasa kumwangalia nikaona ni kama kadamu kanatoka. Sasa nikaenda hospitali ya Kudha. Kupika Ikuda nikaambiwa kwa kweli ni nyoka. 2024 ndo tumepikiwa simu, kaambiwa kuna pesa yangu imetoka na hiyo nusu nyingine nitangojea. Hiyo nusu ikaingia kwa account. Nimeshukuru serikali sana kwa vile huyo mtoto wangu nilikuwa naona ameniacha. Kwa kweli alikuwa ameniacha. Tumepata cheki na pesa tumepata, siko kwa account. Pigie makofi, serikali inatimiza ahadi ambayo iliyofanya. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba nimwalike Director General wa Kenya Wildlife Services, Professor Erastus Kanga aje anene machache. Tumpigie makofi akija. Karibu sana Professor Erastus. Thank you, Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, His Excellency Professor Kithure Kindiki, the Deputy President of the Republic of Kenya, our Cabinet Secretary for the Ministry of Tourism and Wildlife, Honorable Rebecca Miano, our Cabinet Secretary present from the Ministry of Gender, Culture, Heritage, Honorable Hannah, our Cabinet Secretary for Public Service, Honorable Ruku, the Governor of Meru County,
Reverend Isaac Mutuma, our Principal Secretary for State Department for Wildlife, Madam Sylvia Museya and other PSCs present, our Chair of the Board of Trustees, Lieutenant General Walter Lalia and other board members present, our Meru Senator, Honorable Kadhuri Murungi, members of Parliament that are present and other elected leaders, senior government officials, ladies and gentlemen, I am deeply honored to welcome you to Meru National Park today during the third phase of our National Human-Wildlife Conflict Compensation Program. Kenya's commitment to coexistence between communities and wildlife is unshakable across our beautiful country. This commitment is embodied in the Kenya Wildlife Service Strategic Plan 2024-2028. Your Excellency, KWS has intensified its effort on all fronts in the third quarter of this financial year. Just to give you a glimpse, Your Excellency, between January and March 2025, that is our reporting quarter, our field teams managed to respond to 3,857 incidences of human-wildlife conflict, which tragically included 40 human deaths and 77 serious injuries within a span of 3 years. We also responded to 1,532 cases of crop damage, 632 incidences of livestock predation. These figures are a stark reminder of the real human cost of human-wildlife conflict and the reason why we gather here today, to turn our compassion into action. Your Excellency, Kenya Wildlife Service has ramped up its field operations to prevent and manage such conflicts. During our last reporting quarter, which is January to March 2025, in human-wildlife conflict hotspots like Meru, Kajiado, Taita Taveta, and Narok, our teams conducted 2,412 problem animal control patrols. We held 109 stakeholder meetings with the local communities in these high-risk areas. And across our conservation areas, Your Excellency, we carried out 355 targeted wildlife drives to guide animals away from people's farms. And we conducted 235 community conservation education sessions to inform and protect local residents. Additionally, Your Excellency, we have deployed a specialized problem animal management unit to effectively respond to the emerging threats and diffuse conflicts as they come. While compensation, Your Excellency, is critical, prevention and strategy and our reforms, KWS is investing in measures that stop conflict before they happen. We elect predator-proof bombers for communities. We construct electric fences. We install solar power and predator deterrent lights, and construct water ponds for use by wildlife and communities. In addition, Your Excellency, KWS supports alternative livelihoods for communities such as beekeeping, fish farming, and founder production to help diversify livelihood and incomes. Combined with continuous training and early warning systems, these measures keep communities and wildlife safer through innovations, planning, and partnership. Your Excellency, let me recognize the critical support we receive from your government. Under your leadership, sir, wildlife conservation has become a national priority, and funds have been made available to match that priority. Your strength and resilience drives our conservation work, and your partnership ensures our policies serve the communities and Kenyans people. In closing, Your Excellency, I affirm the Kenya Wildlife Service unwavering commitment to the bottom-up transformation agenda BENTA, because we are the people that are on the ground employment and fostering inclusive economic growth. Asanteni sana and karibu tutunze pamoja. And once again, Your Excellency, welcome to Meru National Park.
Asante sana DG. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe gavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma ili aweze kunena machache pia. Tumpigie makofi tafadhali. Karibu sana Reverend Isaac Mutuma, Governor Meru County. Asante, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, His Excellency, the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, mawaziri wote ambao wako mahali hapa, viongozi wetu wa Meru, wa bunge, wakiongozwa na seneta wetu, Antoba Meru, Bwana Yesu asifiwe. Bokezoka kweli? Ndawa Bwana Yesu asifiwe. Mugeni ibana bakoweru atoretera imbeca irasiarerwa nengiye inyo na bira binge bionde bireta into bieto ibo weretwe narua ringe iro kemito ire president ito weretwe. Your Excellency, sisi kama wa Meru kwanza tunakukaribisha hapa Meru. Tunashukuru ya kwamba mara ya tatu kwa exercise ya human wildlife conflict compensation umechagua kuileta Meru. Tunajua Kenya ni kubwa. Kenya is made up of 47 counties na umechagua Meru County ikiwa ni county ya tatu kuleta exercise ama compensation exercise kama hii hapa kwetu. Antoba Meru ibo weretwe president atotarite tweba thatu kureterwa mbeca hii Kenya. Ibo weretwe ringeiro kemi ni nabwe u Antoba weretwe teka baringaro kemi. Your Excellency, tunashukuru kama wa Meru kuwa Mungu alitutunukia tukawa na Meru National Park, tukawa na Mount Kenya, tukawa na Ngaya Forest, tukawa na Nkonga Forest na other tourist attraction sites ambazo zinaleta hela, zinaleta revenue kwa both national government na pia county government. Your Excellency, watu wa Meru wamelia kwa miaka mingi. Tunajua kuwa na Meru National Park ni baraka kubwa kutoka kwa Mungu, lakini pia nimekuwa nikifikiria ni kwa nini watu wa Meru na pia Wakenya wengine wanapenda mbuzi, wanapenda ng'ombe, wanapenda kondoo. Nikakuja kujua ni kwa sababu wanapata maziwa kutoka kwa ng'ombe, wanakunywa na tunauza, na tunashukuru kwa sababu maziwa ya Kenya imepanda bei. Tulikuwa tunauza hapa Meru 30 shillings, saizi ni 50, 53. Meru Dairy hapa ndio ya kwanza Kenya mzima. Lingeiro kemi nina abwe loi. Nikauliza Your Excellency, ni kwa nini hatujatangamana na kufurahia ndovu wetu, kufurahia zebra zetu, kufurahia gazelles na giraffe? Nikakuja kujua hawajapata, watu wa Meru hawajapata maziwa, ni vile hawapati maziwa kwa hawa wanyama. Na pia sheria ya Kenya imewakataza pia kupata nyama kwa hao wanyama. Sasa tunaomba utupe ruhusa tuanze kukamua ndovu, tukamue giraffe, tukae warodha tuteka masia ya miundene. Your Excellency, kupata maziwa kwa hawa wanyama ambayo ni heritage yetu kama wa Kenya ni hii compensation ambayo unatuletea siku ya leo. Mwaka wa 2023 tulifanya maajabu katika eneo la Tigania
ndovu waliingia kwa mashamba yetu Adhwana Ward, Mheshimiwa Muchui. Wakaingia, maafisa wa KWS wakakuja wakatuambia msifukuze hawa wanyama kwa fujo, mkiwafukuza watakuwa wild, watatapakaa, wajae, waharibu na waue watu. Wakatuambia tukubali tuwazingire mahali pamoja wakule hapo, na ni kwa mashamba yetu. Maajabu, tukawachunga hapo karibu mwezi moja, eti wamefugwa kwa mashamba wanakula, lakini hatukupata maziwa. Unajua Mmeru akifuga anatakiwa akamue. Sasa tunashukuru ya kwamba leo tunakamua wanyama wetu. Tunashukuru ya kwamba rais unatuletea maziwa ya wanyama wetu. Kanani atapokwenda Lui. Njou ya area mpempe sieto tebo ya tokareteroeria. Ndoro ya area mongao yo tebo ya tokareteroeria. Ni wangapi watakuwa wakichunga wanyama wetu wa pori, kwa sababu finally tunakamua wakati kama huu. No kumenya rira ne ikwa toreciethia siarea ne ikwa siarea tugakame itaria kinyateu. Kwa hivyo na waomba wa Meru tujue ya kwamba kama wale ng'ombe ambao tuko nao nyumbani, kama wale mbuzi ambao tunakula nyama na kuuza maziwa, wanyama wa pori ni heritage, ni baraka, wanatuletea hela, wanaletea nchi yetu heshima, wanatuletea tourists, wanatuletea pesa za kigeni kama nchi. Na kwa hivyo ndio rais kupitia sheria ambayo iko Kenya anatuletea malipo ya mahindi, ya maharagwe, na wale watu ambao wameuawa na wanyama. Ndio tujue wanyama si adui, wanyama ni marafiki zetu, na wanyama ni mali yetu, na wanyama ni hela zetu. Tesa wasawa Loi. Your Excellency, namalizia kwa sababu hii si sherehe yangu, ni sherehe yako. Ya kwamba kuna mwekezaji alikuwa ameweka biashara yake hapa kutoka France, na huyo mwekezaji alipomaliza biashara yake tukaachiwa ndeni kubwa kama County Government of Meru, almost 700 million. Na maafisa wangu ambao wanafanya kwa kitengo cha fedha na pia County Secretary wakawa wanakimbizwa mara kwa mara wakitaka kushikwa na kuwekwa korokoroni kwa sababu ya kutolipa hilo ndeni kama County Government of Meru. Your Excellency, tulipokuja kwako na viongozi wa Meru, tulikuomba serikali kuu itusaidie kuchukua huo mzigo. Ndio hiyo pesa ambayo tulikuwa tulipe ndeni ya ule mwekezaji, tuweze kulima nazo barabara za county, tuweke mandawa kwa hospitali zetu, tuweze kupeana bursaries kwa watoto wetu, na kupea wakulima hawa mbegu ambayo wanyama pori wanaharibu, kwa sababu hiyo Leopard Rock pia iko hapa Meru National Park. Your Excellency, you are so gracious. Ulichukua huo mzigo wewe na serikali yako. Rais narato yokerie irandurengera rĩrĩa muntu wa France milioni mana muwanja au agaturira ya thirikari ra nene. Kouto kama njou itikiribo ya nabu ekebo koiria boiborere milioni mana muwanja ringeirwe na twere rais iboya. Tunakushukuru Your Excellency. Hizi conflicts zinaletwa kwa sababu wanyama wa pori na watu hakuna mpaka. Tunaomba fencing ya the areas boundary ambazo zinapakana na wanyama pori. Hapa Igembe Central, Igembe North, watu wameuawa hapa, wameuawa Igembe North, wameuawa Tigania East, Tigania West na Bori. Hiyo block tumeangaishwa na wanyama pori. Tunaomba Your Excellency, serikali yako tunajua inapenda wa Meru na haifurahii vifo na uharibifu wa mali yetu. Tunaomba ikiwezekana kwa
mpango wa fedha wa mwaka huu na mwaka huo mwingine utufenzie hizo area so that wanyama pori wakae kwa wanyama pori, watu wakae katika area yenye imetengwa kukaliwa na watu. Hatuna mambo mengi, Your Excellency. Tuko na PS ambayo ni wa Forests, Minister of Forestry, ambaye ni Bwana Gitonga. Hapa Meru hatuna inaitwa aje? Presidential State House ndogo inaitwa aje? State Lodge. Your Excellency, ukiwa hapa Meru na misitu na mambo ya wanyamapori ni vitu moja. Na kwa sababu umetubariki na PS wetu hapa leo, tunaomba upeane land na pia utuambie. Unajua tungependa si kila wakati ukitoka Nairobi una land Meru then unarundi. Tungependa pia hii entourage yako, maafisa ma PSs wakuje walale Meru, washinde Meru, tukuje pale Gitoro tukuambie zile mambo mingi tuko nazo, kwa sababu muda hautoshi. State Lodge tunaomba siku ya leo amrisha Bwana Gitonga hapa Meru, Your Excellency, atupatie land na budget ya kuanzisha State Lodge yetu hapa Meru, na tuwe na golf course ambayo wewe ukiwa hapa utacheza pamoja na mawaziri yako. Tunajua unapenda kucheza golf, lakini sioni kama unapata nafasi ya kucheza golf. Tunaomba ujenge hapa, uanze kuichezea hapa Meru. Mungu awabariki sana na karibuni sana Meru, tunawapenda. Asante sana Reverend Isaac ambaye ni gavana wa Meru County. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe Waziri Rebecca Miano ili aje anene machache, na akimaliza kisha tamwalika Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki. Tumpigie makofi tafadhali akija Waziri wa Utalii na Wanyama wa Pori. Karibu sana. Your Excellency, President Dr. William Ruto, Excellency Deputy President Professor Kithure Kindiki, all leaders present. Before I say much, I would like to introduce the Cabinet Secretaries who have joined us here today, and I'll ask them to stand. We have the CS for Public Service, Geoffrey Ruko. We also have the CS for Gender, Culture and Heritage, Hannah Cheptumo. And the PSs present request that you stand, starting with PS Sylvia Museya, PS State Department for Wildlife. We have the PS for Tourism, John Ololtua. We have PS Patrick, who is also PS for Cooperatives, and the other PSs who are new. That's for their names. We also have the chairmen of the organizations that are represented here today, starting with the chairman of KWS, Wildlife Research and Training Institute. The chairman is also here. And the trust fund, the chair is here. And all the board members kindly stand. And all the other government officials, starting with KWS, thank you very much. Your Excellency, today is a special day. We are here for the third phase of human-wildlife compensation as we witness policy translating to action on an emotive matter that deserves no less. We sincerely appreciate your unwavering commitment for ranger recruitment, conservancy development,
habitat restoration, and global advocacy for nature-based solutions. Your Excellency, as of February 2023, the approved outstanding compensation claims stood at over 4.16 billion Kenya shillings. So far, you have supported us to get 2.8 billion, which has been paid out, leaving a balance of about 1.3 billion, and some claims date back as far as 2014. Your Excellency, the digital platform that you launched last year is a game changer. It will enhance efficiency, and it will promote transparency, and claims will be paid with speed. As a mitigation, we have so far constructed 200 kilometers of electric fences and installed beehive barriers in high-risk zones, helping communities to protect their farms and their families. Today, local communities are at the center of conservation and conservancies expanding, and the residents are trained in wildlife deterrence and conflict mitigation. Your Excellency, you've told us in no unclear terms that as we undertake our mandate in conservation, communities and people welfare must be at the center of what we do and the policies that we set. Your Excellency, a lot is in the pipeline, and much more is possible if all actors in the conservation space elect to uphold policy, prevention, and partnership to create a lasting legacy of peaceful human-wildlife coexistence. As a ministry, we want to assure you of our commitment, determination, and hard work. It is now my singular duty and honor to invite His Excellency, the Deputy President. With a hand clap, tafadhali. Thank you. Mheshimiwa Rais William Ruto, naomba kwa heshima kwanza, kabla sijakualika, nitambue MCS wetu ambao wamefika wasimame mahali walipo wakiongozwa na Speaker Ayub Bundi. MCS present led by the Speaker of the County Assembly of Meru, Ayub Bundi. Wapi makofi ya MCS wetu? Thank you very much, MCS. Thank you, MCS, for coming and attending this very important function. And also equally, I think there are one or two PSs who were not introduced. I think they've just joined a month or so ago. Please, the PSs who were not introduced, wasimame. Honorable PS Hamed Abdul Salam, ambaye ni PS anahusika na National Government Coordination, na PS Cyril Odede, PS for Public Investments and Asset Management. Asanteni sana PSs wetu. Nataka kwa heshima, kwa dakika moja kila mtu, kwa sababu leo sio siku yetu, sio siku ya siasa, hata mimi nitakuwa mfupi wa maneno. MP wa hapa, kuja useme one word. Mheshimiwa Dan Karidho Kele, kuja useme one word, dakika moja tafadhali, ndio tusicheleweshe hotuba ya rais. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, all protocols observed, na wananchi watukufu, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency,
wacha nichukue nafasi hii kukaribisha Meru na aswa Igembe Central. Your Excellency, najua nimepewa dakika kidogo, lakini kwa sababu hapa ni nyumbani niongeze wengine moja tu. Kwa sababu hapa ni nyumbani, kuna mambo ya nyumbani. Your Excellency, tunashukuru kwa sababu event ya leo. Na tunashukuru as the governor said, umetuletea pesa. Lakini na mimi, Your Excellency, kama nikikushukuru pia mpaka nilalamike kidogo. Hii park yetu imekuwa the worst performing park in terms of revenue. Na sababu kubwa, Your Excellency, sana hatuna barabara ya kuja kwa hii park. Kutoka park kuja hapa barabara imeisha, inahitaji marekebisho, and it is discouraging even the local tourists. Your Excellency, kuna barabara nyingine nimekuwa nikukimbia sana. Ile barabara inaitwa Kore Road. Inaingia pia hapa. Inatokea Kiengo, inapitia, inatokea Kanjo, inaingia kwa gate park hapa nyuma. Your Excellency, naomba tu ukisimama, majority ya watu unaona hapa ni wa kutoka maeneo yanatumia hiyo barabara. Tafadhali kwa hisani yako, sema tu kitu kidogo kuhusu hiyo barabara, unitoe kamba kwa shingo. Kwa sababu wananchi wanaona ni kama mimi sikuambiani kuhusu hiyo barabara. Sasa leo waambie tu, hiyo ndio salamu yangu nikikusalimia asubuhi, na hata jioni tukionana salamu yangu inakuanga ni kuhusu hiyo barabara. Vile tuna barabara zetu mbili, barabara ya Adhiru KK, barabara ya Muringene Lare, zimewekwa katika ratiba siku nyingi na zimekuwa bado hazijashughulikiwa. Your Excellency, tunashukuru sana serikali yako. Juzi nilikuwa na Kanga nikimuuliza mambo ya park yetu. Akanipa mipango ile yako nayo ya kuinua revenue ya hii park. Hapa nje tuna cultural center yetu imekuwa hapa miaka mingi. Saa hii hata imekufa, imelala. Kwa sababu hakuna mahoteli hapa ndani. Kanga ametuambia hoteli zinakuwa revived hapa. Tunakuja pia kujenga hata mulika airstrip ambao ndege itakuwa inatua hapa. Kwa hivyo hapa hiyo airport yetu tunaona inakufufuka na eneo letu itafufuka. Kwa hivyo Your Excellency, hao watu hapa Igembe wamenituma pia kwako. Wakaniambia because you are around. Na unajua mgeni akija mwenyeji anapona kiasi. Hii issue yetu ya miraa, Your Excellency, imekuwa ndonda sugu kwetu. Na pia haungeondoka hapa bila kusema kitu kuhusu hiyo, kwa sababu najua naibu waziri anapambana hiyo maneno, lakini pia wangependa kusikia kuhusu kutoka kwa mdomo wako. Ndio pia wakuwe na amani na imani kidogo. Kwa sababu Your Excellency, nyumbani hatulali, tukiamka asubuhi tunakuta watu wamejazana kwa mboma 200 ya chakula kwa sababu miraa ina soko. Finally, Your Excellency, nikipongeza watu wa KWS hapa Igembe Central, wale wanafanya hapa akina Kalogi na timu yake. Lakini naomba Kanga waongeze magari. Saa hii this is the best time we have best food. Hakuna wakati mwingine tutakuwa na mazao kama saa hii. Mashamba imejaa maharage ya kutosha na ndovu ndio tisho peke yake. They come to our farms, wanakanyanga, na tukisubiri compensation ikuje tena 2027 na chakula imekanyagwa, watu wengi watakuwa wamekufa njaa. Kwa hivyo tunaomba saa hii mitigation ifanyike. Hao ndovu wapambane nao saa hii tuweze kuvuna chakula yetu na watu wetu waendelee kuheshimu. Your Excellency, hapa Meru tunakupenda na tutaendelea kukupenda, na wewe endelea kutupenda na kutundumia na kusimama na sisi. Asante sana. Mheshimiwa Kairerwe, thank you. Asante. Mheshimiwa Kailemia, dakika moja, sema jambo. Wapi nduru ya Mheshimiwa Elizabeth Kailemia? Haraka tafadhali. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, and Deputy President, our very own Professor Kithure Kindiki, and all protocol observed. Mugeni antobeto, Bwana Yesu asifiwe. Bwekua Meru, ibo gweretwe. Hata mimi nimefurahi sana. Yangu ni furaha nyingi sana kwa sababu president wetu ni mtu wa kusema na kutenda. Tulikuwa na yeye hapa Rumuruti akianzisha mradi wa launching the fencing, so the animals stay their side and we stay in our side. And today you can see he has come to give compensation which he promised a few months ago. Mimi leo ninavaa kofia mbili.
I'm the woman rep of Meru County and a member of the Committee of Tourism and Wildlife. Juzi nakumbuka nilikuwa na nikawa promise, nikaambia hii maneno ya compensation inakuja karibuni sana, kwa sababu nilikuwa najua vile tunaendelea na hiyo promise ya president yetu. Thank you very much for honoring us. We have been having very many casualties hapo Kariobangi karibu na kwangu, huko Kenando Bar and all that kind of places. What I would request you, I'm talking very fast because of time. I've just listened to our Waziri talking about the bee, and I've already started groups for beekeeping. So what I would request is that you empower us in those groups so that we will be able to buy the hives. I've already bought the hives with the little money that I have, but we need much more because it starts from here up to Bore constituency. There's all that line where the elephants like to come to our shambas. We had invented a way of chasing them away by clapping, beating the mabatis. But now you see that one doesn't work very well. So that's why we decided to innovate the beekeeping. This beekeeping project is very vital and very important for us because it's an income generating project. And I would like our groups, particularly the ones I have in my docket, that we start a cottage industry making honey. So it will be a double win. We will leave the elephants to themselves, and we will have ourselves also, and we'll have money in our pockets through the honey that we'll be producing from the bees. I want to thank you very much, President, because unajali sisi. Nasikia watu wakisema maneno mingi, but I'm very sure I've sat with you, we have talked to us, that unajali sisi kweli kweli. Antuveto mtona tukaga egitare onde. Na hivyo kuona neje teruare ka tereja bue. Nejere. Akwende ara force de to kweja. Nari. Kareje tekenda tomba ko kama ili are ubwa ibwa ngaba na yetu akiwa. Kwa uto tuwe no tuwe subira, akona mengi yetu. Akona mingi yetu. Asante. Thank you. Na tukamberia kuona kaora vena deputy wake. For the last 1 month he has been here like 4 times. Boto wendo. Oh, thank you very much. My time is up. I would have liked to say many more things, lakini kwa sasa nimeobey mkubwa yangu. Asanteni sana. Thank you, my sister. Bwaga Senator Kadhuri Muronge, Deputy Speaker. Wapi makofi ya Senator wa Meru, Mheshimiwa Kadhuri Muronge, ambaye ni Deputy Speaker wetu wa Senate. Dakika 1.5 Mheshimiwa, tumalize tuite rais. Asante sana Rais wa Jamhuri ya Kenya na naibu wako. Yangu ni machache. Kwanza ni kushukuru wewe sababu ya kushikilia kaunti yetu ya Meru na taifa la Kenya vizuri. Sisi tumepita na marais walikuwa hapo nyuma pia tukiwa bunge, lakini mimi nimeona hakuna rais mwingine ametujali kama wewe wakati umeingia kuwa rais. Kutoka wakati uliingia deputy president, sisi tumekula utamu wako tukiwa watu wa Meru. Kana na antobeto ba Meru. Ibo kwere tu rais kweja na arua. Ambo na njada kuro bara kwere tu president kweja aja. Asanteni sana. Rais, hii mfumo umeanza ya compensation. Asa hii ya digital. Hiyo ndio game changer katika hii shinda tuko naye. Na pia waziri CS wa OneDrive. Katika OneDrive Management and Conservation Act 2013, which I participated when I was the first term, 11th Parliament. Tulipia pia nguvu ya kufanya kitu tunaita insurance scheme katika compensations. Pesa itoke kwa budget, kwa treasury, na pia yeye ana nguvu ya kuanza insurance scheme ndio iweze kusaidia kufidia watu wetu. Kwa hivyo waziri, angalia hiyo act kidogo, uko na nguvu ingine ya kusaidia wa Kenya. Na ingine niseme rais, jambo hizi billions tunalipa kwa Kenya, itakuwa vizuri kama tungefanya mitigation ya kutosha. Sababu hata ukifidia leo, wanyama waingie tena, tukipanda tena kutakuwa na compensation. Lakini tukifanya mitigation, iwe first priority DG, hiyo ndio itakuwa inatusaidia zaidi
Na tena tukiwa hapa rais, unajua the Umbeo iko na shinda ya wanyamapori hao wa ndovu. Hii eneo pia ndio iko na shinda na hao manyangiri wanaiba ng'ombe na kuua watu wetu. Sasa wakati tumeibiwa ng'ombe, wananchi wetu wanaenda kulima. Wakienda kulima mifugo hii I mean crops are damaged na wildlife. Kwa hivyo hawa watu sasa wako kwa njia panda. Wakiweka ng'ombe inaibiwa. Wakipanda mahindi na maharagwe na vitu vingine inaliwa na ndovu. Kwa hivyo hawa watu wamekuwa maskini, hawana kitu ya kufanya, miraa imekuwa haina pesa. So rais, mahali tuko katika hali ngumu sana ya hii wananchi. Na bila nimeteremka kutoka pale juu kufika hapa, hata kwa barabara ninaona nyuso za wananchi wetu vile zimekunjana namna hii sababu ya njaa ya nini. Kwa hivyo lakini vile umekuja hapo kwa baba wetu, mimi najua hizi shinda zote zinaenda kumalizika. Na pia hii national park yetu hii, najua wakati tulikuwa tunakuomba tuchukue yote, tunajua kwa sheria ya wildlife kuna ruhusa ya kuifanya game reserve kama ile Masai Mara. Ukifanya game reserve inaenda kwa community yote, inaenda kwa Meru County. Lakini ikiwa national park, hii ni heritage ya taifa lote. Kuna vile unaweza change kidogo uiweke game reserve ndio tupambane naye tukiwa hapa Meru. Na ile all the benefits ile inatoka hapa. Isaidie because Masai Mara has changed that Narok County. Nao Kajiado inaenda kupata nafasi kubwa mzuri zaidi. Kwa hivyo ile kitu DG atatusaidia ni kuongeza mbend occupancy katika national park yetu. Sababu watalii wanaangalia Meru National Park, wanaangalia hotels in Meru National Park hakuna. Kwa hivyo sasa na council kuingia Meru National Park. Kwa hivyo hata ikiwezekana rais, sisi tusaidiwe tukiwa local investors wako hapa wengi na mahali wanawezeka vibanda mbanda campus sites nini ifunguliwe ndio sasa mbend occupancy iweze kwenda juu. Rais, hiyo issue ya miraa ni vizuri, naibu rais alichukua hilo jukumu na ukampatia. Kwa hivyo naibu rais ndio hawa watu tuanze kuongea vizuri. Naomba one of these few days tukae na viongozi wa miraa, wale watu wa kulima, viongozi wa kulima, viongozi wale wanafanya biashara, ndio tukae na wewe chini tuweze kutatua maneno ili itatushinda. Sasa wewe tutakwambia aenda upelekee rais wetu, lakini najua pia tukianza mazungumzo na wewe ili njambo litaenda vizuri. Kana hata ndo wetu andali ya Kiswahili yetu zend nikenda munene wetu igwa manzora nkumwira jonde. Lakini babu bukuwa no tukinyabu ibuthomete teu. So ibwega budhalimwe na tuete nambere kushikilia serikali yetu, kuunga rais wetu mkono na naibu rais. Unajua kwa naibu rais ni hapa ngambo. Hata kikiumana tunaenda kwake kukula chakula kwake hapa ngambo tu. Tunaenda mguu, tunaenda kwake kwa nyumba hapa across the river. Kwa hivyo asanteni, mtu tuko naye ni wetu hapa, tuchunge rais. Ndio na yeye akitoka, tunaingiza hii ndume kwa state. Zama mnataka namna gani? Zini namna hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Ibwega Meru mugeni. Ameru mugeni. Ibokenete. Ikoriongero rais. Bwenda rais akarakirionga Meru. Akarakirionga Meru yetu. Tambori na njara baraba kuga rais akarakirionga. Asante. Mheshimiwa Rais, asante kwa kufika. Hawa watu wa Meru wamefurahi vile umerudi hapa. Hata mwezi na nusu haijaisha kwa sababu ulikuwa hapa early April. Mheshimiwa Rais, kuna mambo ambayo ulisema tufanye which we are doing. Vile Senator amesema, we will give you a progress report maybe in about 1 more month. Na tutaketi chini so that we brief the members of the public of the measures we've taken. Your Excellency, kukuja hapa siku ya leo unadhibitisha vile umechukulia mambo ya wildlife conservation and harmonious coexistence between our wildlife and the people in the areas surrounding our game sanctuaries. Mimi mwenyewe kwangu ni 5 kilometers from iko na gate ya Murera, iko na gate ingine inaitwa Ura Gate.
kutoka Uragate 5 kilometers. So hii mambo wananchi wanasema, hata mimi nimekuwa mwadhiriwa, lakini sija claim kwa sababu nilikuwa nataka wananchi kwanza wa claim. Ndovu saa ingine zinakula mahindi yangu. But Your Excellency, allow me to say that this national park used to be very vibrant in the 70s and the 80s. But because of poaching, mainly poaching in the 80s, and the degrading of the infrastructure for bed occupancy for tourists, that is the main reason why this park today is not doing very well. Your Excellency, as you look at our wildlife conservation across the country, fikiria hii Meru National Park, it has a huge potential. Ya pili, niseme hii turadhi yetu ya taifa ambaye ni wanyama pori, tusichukulie kama mzaha. Nchi nyingi, many countries dream of having the kind of wildlife stocks that we have. And Kenya today, with about 36,000 elephants, with about 41,000 buffaloes, with about 2,500 lions, with about 2,200 rhinos, is one of the countries with the biggest heritage in the wildlife sector. And we as Kenyans never paid God anything to give us the kind of treasure and precious heritage we have. So Your Excellency, your coming here as President and Head of State is a testament that you take your responsibility as the trustee of our sovereign wealth and national heritage extremely seriously. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, kwa sababu sitaki kufanya speech ukiwa hapa, mimi nakuanga na hao watu kila siku, hata weekend nilikuwa area hii na nitarudi tena kwa sababu umeniambia nitembee Kenya, na hata Meru nisisahau kwa sababu hata Meru ni Kenya. Hata weekend nitarudi. Wacha niseme ya kwamba, kabo teko enanchoka Meru. Mbeje? Taoniani Rais baba kugambije Meru. So Rais, wacha tu nikwambie ya kwamba we want to support you. This compensation, this act on the new Wildlife Act came into force in 2013. For 11 years, there has been a big backlog. And we've seen what you've done in the last 2 years. You are almost making sure that we are up to speed with payment of compensation for all the areas and making sure that continuously new claims are taken care of. The new measures to create transparency by digitizing the system will also go a long way in helping us govern this space better. Your Excellency, allow me to ask the other members of Parliament to stand up. I just mentioned their name because the MP for this area spoke on behalf of the MPs. Naomba waheshimiwa, tafadhali musimame, alafu tutaje Mheshimiwa Rendekeri, MP for Bori and the chairperson of the Meru MPs caucus. Makofi. Mheshimiwa Dr. Shadrack Mweti, MP for Imenti South. Makofi. Mheshimiwa John Paul Mwirigi, Member of Parliament for Igembe South. Mheshimiwa Dorothy Muthoni Kiara, nominated member. Na hiyo nomination amepewa na Rais William Ruto. Hajapewa na watu wengine. Simpige makofi jamani, tumepata an extra slot in Parliament, courtesy of our President. Tuko na Mheshimiwa Julius Taitumu, Member for Igembe North. Mheshimiwa Rahim Daud, Member for Imenti North. Mheshimiwa Mporo Ntoabori, Member for Tigania East. Omba ruhusa pale. Najua sasa wewe Mporo. Wapi makofi ya Mporo Ntoabori? Before Mporo aongee, tuko na Mheshimiwa Kerema Ngushine, Member for Imenti Centrum. Makofi jameni. Yes, Mheshimiwa.
Asante naibu wa rais, asante mheshimiwa rais. Sorry, kuna mbunge mwingine? Mutunga. Mheshimiwa John Mutunga, MP for Tigania West, apigwe makofi. Asante sana. Pole mheshimiwa, siku Huyo. Yule ni mkora. William Kamata. Mimi nasema ni mkora kwa sababu bwana William, rais wetu mpendwa. Mimi ni Meru ambaye anaamini ya kwamba sisi Meru, Tharaka, Tigania, Imenti na Egembe na Mwimbe ilikuwa moja. Ya kwamba kutoka mpaka Tonyeri ilikuwa ndisi mmoja. Lakini baadaye tukagawa ikawa kuna Meru North, Meru Central, Meru South. Meru North ilikuwa ni Tigania na Egembe. Meru Central ilikuwa ni Imenti. Meru South ilikuwa ni Mwimbe, Chuka na Tharaka. Baadaye ikawa Tharaka Nithi na Meru. Kwa hivyo sisi ni wa Meru. Na mimi nikiwa kiongozi wa Meru Mporo Mtwabori, nasema kwamba wewe ni mmoja ambaye umekumbuka wa Meru. Eti ya kwamba kutoka 1960 hatujawahi kupata naibu wa rais, na wakati huu tumepata naibu wa rais. Mheshimiwa rais, sisi tuko tayari kufa na wewe. Ya kwamba watu wanasema wanaleta machama. Tunataka kuwauliza kwamba nyinyi miaka hiyo yote mmefanyia wa Meru nini? Wewe ndio rais wa kwanza kukanyanga hapa kwetu Nyambene na kupeana checks zile za mbadi za wanyama. Mheshimiwa rais, ile kazi umefanya kwa ground haina watu wengi. Katika area hii kitu ningelipenda kuomba wale mandugu zetu ama neighbor ambao wanapakana na wanyama, tungefurahia hao watu kaenda vries wakati wanachunga wanyama, wachunge watu wetu, wajenge masule, wajenge hospitali, wajenge mabarabara, waweke maji, ndio watu wetu waweze kuinuka. Mheshimiwa rais, na Mheshimiwa rais, sina mengi kusema kwamba sisi tunakupenda. Sisi tunakupenda kwa sababu ya huyu kijana wetu. Na huyu kijana wetu Kithure Kindiki tunampenda. Siku hizi amehamia Meru, tunaimba Kithure Kindiki. Kwa hivyo yule mwingine asema kwamba kuna chama. Ile chama yake sisi wametusema kwamba ni kama kuruka makoyo unakanyanga mtobila mingi teko na kuua. Kwa hivyo Mheshimiwa rais, tuko na imani na wewe na kazi yako na serikali yako na sama yangu ya Nopeu. Mimi niliamua ya kwamba nitafanya kazi na wewe. Na mtu ocheza na Kithure Kindiki, kana acheza na William Ruto. Kinyaka uui, kinyaka uakoi. No! Wapi makofi ya Mporo Mtwabori? Wacha niseme Deputy Governor Linda Kiome asimame muone. Wapi makofi ya Deputy Governor Linda Kiome? Asante sana. She'll be sworn in tomorrow. Mheshimiwa Rais, nikikuita hapa hii barabara vile wabunge wamesema na viongozi wa hapa, hii barabara ya kuingia Murera Gate ikifanyiwa tu recarpeting kidogo, na pia ile barabara ya Kore ambaye Kiile amelia sana, na ya mwisho ili hii park yetu ikue the other side of Tharaka Nithi pia. Thank you. Thank you, sir. Hey. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Asanteni sana. Thank you very much. Ala, kumbe kuna watu wengi hivi. Mheshimiwa Deputy President, waheshimiwa gavana wetu na wabunge, ndugu wananchi wa Meru, hamjambo. Mugeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa Meru. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi leo tufike hapa Meru kwa shughuli hii ya muhimu ya mambo ya utalii na mambo ya wanyama wetu wa pori. Tulikuwa pale Laikipia mwaka uliopita. Na wakati tulikuwa pale Laikipia nilisema ya kwamba tutafanya sherehe ingine inayofuata hapa Meru. Leo tumefika hapa kwa shughuli hiyo ya muhimu. Na ningependa kusema ya kwamba kazi hii
ya wizara yetu ya utalii na wanyama wa pori ni kati ya kazi ya muhimu sana, na ndio sababu hiyo tumechukua nafasi hii kufika hapa Meru. Na nataka niwashukuru ndugu zangu watu wa Meru kwa imani yenu, kwa ushirika wenu na kwa umoja ambao naona imekita mizizi hapa Meru kwa sasa. Mimi nasema pongezi kwa yale mambo yanaendelea hapa Meru, hasa umoja wa watu wa Meru County na ushirikiano na mshikamano ambaye mko nayo kama viongozi kwa ajili ya kushughulika na mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nilikuwa hapa Meru majuzi na niko njiani narudi hapa Meru tena, kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Meru. Kuna yale tumekubaliana ya barabara. Kuna contractors tumewalipa tayari, wamerudi kazini, wengine wanafuata. Kuna maneno ya stima ambayo inaendelea kwa sasa. Nilikuja hapa nikawaeleza ya kwamba tumewapatia 1.8 billion ya mambo ya stima ya Meru, na hiyo kazi inaendelea katika kila constituency. Hao wabunge wetu wanajua hiyo kazi vile inavyoendelea. Niliwaambia vile vile katika ile harakati ya msukumo wa taifa letu la Kenya, tutawawezesha vijana wetu wajumuike katika ujenzi wa aina mbalimbali. Mambo ya affordable housing, mambo ya markets, mambo ya hostels. Hizo kazi zote ambazo zinaendelea kwa sasa, mnaziona sehemu mbalimbali ya taifa letu la Kenya, ikiwemo hapa Meru, na nitakuja hapa hivi karibuni tuweze kupangana na nyinyi katika harakati hiyo. Niliwaeleza vile vile kuhusu msukumo wetu kwa mambo ya kilimo. Na mimi nafurahi ya kwamba leo katika taifa letu la Kenya tunaona tofauti kwa mambo ya kilimo. Chai tumepata malipo zaidi. Kahawa imeongezeka malipo zaidi. Maziwa vile vile, nyinyi kama watu wa Meru mko mstari ya mbele. Ile Meru Dairy is the largest dairy today in the Republic of Kenya. Mimi nasema pongezi kwenu. Na ile malipo ilikuwa chini kwa maziwa pale mbeleni, na furahi ya kwamba kwa msukumo wetu, kwa kushirikiano na stakeholders tofauti, tunaona bei ya maziwa inazidi na kupanda bei ili iwe manufaa kwa wakulima. Na washukuru vile vile kwa sababu ya uzalendo wenu. Meru hii inajulikana kwa mambo ya kilimo. Kenya imepiga hatua ya kusonga mbele, na tumekubaliana ya kwamba mambo ya kilimo ishughulikiwe. Tuko na wale tunawaita wanaosaidia wakulima, agripreneurs. Tuko na program ya subsidized fertilizer. Tuko na program ambazo inasaidia wakulima katika sehemu mbalimbali, na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya kwa kuzalisha chakula ya kutosha. And I must congratulate Meru for producing more food than Meru needs, and therefore you are helping us feed the rest of Kenya. Na mimi nataka niseme asante sana kwa hiyo shughuli mnafanya. Nataka niwashukuru vile vile kwa sababu tulikubaliana maneno ya masomo ya watoto wetu. Na niliwaeleza ya kwamba tutaweka taratibu ya sawasawa. Ile mpango ya CBC tuinyoroshe vizuri, tuajiri walimu zaidi, tuhakikishe ya kwamba tuna pesa ya kusimamia mambo ya education ya university na TVET na yale mengine. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mwaka huu tena katika budget yetu tutaajiri walimu wengine 24,000 ndio tufikishe walimu 100,000 ambao watashughulika na masomo ya watoto wetu wa Kenya, ili mtoto hata mmoja Kenya asiwachwe nyuma katika masomo, kwa sababu masomo ndio inatupatia usawa
kama wananchi wa taifa letu la Kenya. So we are going to work together. Na mbali na mambo haya yote na msukumo ambayo tuko nayo kwa kilimo, msukumo kwa mambo ya muundo msingi ya barabara na stima, na msukumo ile ambayo tuko nayo kwa mambo ya masomo ya watoto wetu, vile vile tuko na umuhimu katika sekta hii ya mambo ya utalii na wanyama wa pori. Na ningependa kuwaelezea mambo kadhaa ambayo tulikubaliana kama serikali tutahakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea kwa taratibu ya sawa sawa. Pale 2022 wale ambao ni rangers na wardens ambao wanatusaidia kulinda wanyama wa pori na kusimamia national parks, game reserves yetu katika Kenya walikuwa wachache mno. Ndio nikaamurisha KWS waajiri vijana wengine 1,500. Na nafurahi ya kwamba hawa vijana walihitimu mwaka uliopita, sasa wameingia katika kusimamia park zetu, wanyama wetu katika sehemu mbalimbali, na tunaanza kuona tofauti. Vile vile nilisema ya kwamba ili wanyama wetu wawe salama na tuweze kuhakikisha kwamba tunaisimamia kwa njia ya sawa sawa, pia tuwe na magari. Kiongozi mmoja wetu hapa, senator, amesema tunataka magari zaidi. Mwaka uliopita tulinunua magari 100 ya KWS ya kuhakikisha kwamba wanyama wetu in different parts, in different national parks, wanasimamiwa vizuri, na vile vile tunapunguza ile human wildlife conflict kwa kuhakikisha kwamba officers wetu, wardens na rangers wako pale kuhakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea vizuri. So ya kwanza tulihakikisha kwamba tunaajiri vijana zaidi. Ya pili tumewapangia magari ndio ile kazi wanayofanya iwe efficient. Na ya tatu tukasema yale malipo yanapatikana katika national parks zetu. Kulikuwa na shida kidogo pale, tukasema sasa yakusanywe kwa njia ya dijitali ama e-citizen. Na kwa sababu hiyo mapato ambayo tumepata kuongezeka, ile collection ambayo inapatikana na KWS, miaka miwili iliyopita ilikuwa 5.3 billion, last year ilifika bilioni 7, na mwaka huu naambiwa na Director General ya KWS ya kwamba watafikisha bilioni 7.5, pesa ambayo tunakusanya ndio tuweze kuwalipa hawa vijana waweze kusimamia national park zetu, na pia tuhakikisha kwamba kuna sustainability, kwa sababu kulinda wanyama ni kazi ngumu sana. We need a lot of resources to make sure that we look after our wildlife. Tuko na poachers, tuko na wakora wanataka kuua wanyama, na pia wanyama wale wanaharibu mali ya wananchi kama tusipowachunga vizuri. Jambo la 4 ambayo tumefanya in the last 2 years ni kuongeza ua ama fencing ili kumitigate ile interaction ya wananchi na mimea yao na mifugo yao na wanyama. Vile mlisikia waziri akisema tumejenga ua kilomita 200 kufikia sasa. Mliona nilikuwa kule Laikipia tukianzisha one of the fencing interventions. Na mumetuuliza kwamba katika Meru hapa tulikuwa na fence, lakini it is now 15 years. Imeenda chini. So we must look at another opportunity kuweka fence hapa Meru, ndio tupunguze ile wanyama wanaenda kuharibu mali, mimea pamoja na mifugo ya wananchi. So I am giving instructions to the ministry to look for the necessary resources so that we can find the resources to fence off parts of Meru that are important, especially to reduce on the human-wildlife conflict that not only causes
problems to citizens, but also their animals and their crops. Jambo la tano ambayo ni ya muhimu na ndio tumefika hapa leo kufanya ni tuliangalia mambo ya compensation. Kuanzia 2013 mpaka 2022, karibu miaka 9-10, ililipwa pesa bilioni 2.7, 2.7 billion. Lakini kwa miaka 2.5 tumelipa pesa ingine shilingi bilioni 2.8, 2.8 billion. Ni mpango yetu kuhakikisha ya kwamba sio jambo la kawaida mwananchi anapoteza mimea yake, anangojea miaka 5, 6, 7 kulipwa. Mtu anauawa na ndovu, familia inangojea miaka 5, 6, 7 walipwe fidia. Ndio mwaka uliopita nikaamurisha wizara yetu nikawaambia we need to change the modus operandi. We need to badilishe ndio tuhakikishe ya kwamba fidia inalipwa in the shortest time possible. Na ndio sababu hiyo tumepeleka sasa mambo ya fidia katika mrengo wa dijitali. Na hata wale tunawalipa leo, kati ya wale tunawalipa leo ni wale tunawafidia leo ni wale walipata matatizo mwaka uliopita na huo mwaka mwingine. So we are going to be blending. Tutakuwa tunalipa ile ya zamani, lakini vile vile tunataka tuanze kulipa ile current. Na mimi nataka niwaulize wananchi ya kwamba katika mpango huu sasa tuko na officers ambao watafanya kazi pamoja na rangers wetu, pamoja na wardens wetu, kuhakikisha kwamba report ya mifugo ambayo imepata matatizo na wanyama pori, report ya mambo ya crops ambayo imepata matatizo, ama mwananchi ambaye ameumizwa ama kuuawa na wanyama wa pori, hiyo report inakamilika ndani ya siku 90. 90 days. We must complete the report. Alafu tuanze kama serikali kuona kama itawezekana tuweze kulipa within 4 months. We pay compensation. And those are my instructions to the ministry. We must modernize so that we can reduce on human-wildlife conflict. Vile mmesikia gavana wetu wamesema hapa, matatizo mengi yanatokea kati ya wananchi na wanyama wa pori kwa sababu wananchi hawaoni faida ya huyu mnyama. Na wananchi asipoona faida ya mnyama wa pori, hapo ndio kunatokea matatizo. Na ndio sababu we have to do justice. Kwanza kukitokea ajali, either mwananchi ameuawa, ama ameumizwa, ama ng'ombe yake imeliwa, ama mimea yake imeharibiwa, tuweze kuwalipa kwa muda mfupi. Ndio wananchi wasipate hasara kwa sababu ya wanyama wa pori. Jambo la pili ya muhimu ambayo inafaa tufanye ndio tuhakikishe ya kwamba there is harmony between wildlife and citizens, ni kuhakikisha ya kwamba benefit ya mambo ya wanyama inagawanywa kati ya serikali na wananchi. We must see the citizens must see the benefits. Na ndio sababu hiyo tumekubaliana na wizara, and we're now going to bring back kama hii Meru National Park. Mnajua ilipata matatizo makubwa. Kulikuwa na shida kubwa ya mambo ya poaching. Kulikuwa na shida kubwa mambo ya insecurity because we had very few officers. We have now more officers. Tulikuwa pia na shida ya waegezaji. The good news ni kwamba sasa KWS na wizara yetu wamepatiana leseni, leasing ya hoteli 3 sasa katika Meru National Park. Na napenda yale yamesemekana hapa kwamba local investors pia wajumuishwe
katika investment katika Meru National Park hapa. Mimi najua ya kwamba kuna watu wenye wanaweza kuendesha mambo ya hoteli hapa. So mjipange, kwa sababu watalii hawawezi kufika hapa National Park if they have nowhere to come and sleep. If they have nowhere to come and kutafuta chakula, kutafuta malazi. Na ndio sababu hiyo already pale Meru Mulika, mkifika pale tumeanza mwegezaji ameanza kujenga. We have another 3 facilities and we have another 6 facilities in the neighboring Kora National Park, so that we can encourage tourists to come to Meru National Park. Sio Meru National Park peke yake ambayo tumeongeza facilities. We have another 40 facilities in different parks in Kenya as we enhance facilities for tourism in our country. Kwa hivyo, jambo la pili kabla sijamalizia hapo ni kuhakikisha vile vile ya kwamba kuna infrastructure ya watalii kuja hapa. Mbali na kuwa na hoteli, mumesikia ya kwamba tumetoa pesa ya serikali milioni 250 kurekebisha Meru Mulika Airstrip. Ndio wale wanatoka mbali waweze kuland pale. Mimi najua ya kwamba hiyo milioni 250 haitoshi. We need another almost 240 million. And government of Kenya is going to make those resources available so that we can unlock the potential that exists in Meru National Park by making sure that there are hotel facilities and there is transport infrastructure to support the tourism potential and unlock that potential for the good of Meru and for the good of Kenya. Sababu tumefanya haya yote, muliona numbers yetu ya watalii. Numbers yetu ya watalii imeongezeka, wale kutoka nje from 2 million to 2.4 million this last year. Wale watalii wa Kenya ni watu 5.1 million, 5.1 million. And that is why I agree. Ndio sababu nakubaliana na mjumbe wa hapa amesema tutengeneze hii barabara. Kwa sababu sio watalii wa kutoka nje peke yake wanakuja National Park. Mumeona kwa hesabu kati ya watalii 7.5 wanaotembea Kenya, watalii 5 ni watu wa Kenya. Local tourism. Ndio wanaenda katika all our facilities. Therefore, it is important for us to facilitate citizens by making sure that there is sufficient infrastructure, barabara, vifaa ya wananchi kutumia katika national park zetu, na ndio sababu tumepatia leseni hoteli zingine 40, because it is becoming clear that local tourism is the biggest part and portion of tourism that is supporting our economy. Hata ingawaje wale wanatoka nje ndio wanatuletea pesa za kigeni, lakini pia pesa zetu za Kenya ni sehemu kubwa ya mapato katika sekta hii ya utalii na wanyama wa pori. Wananchi ambao wanatembea kama watalii wameongezeka, wageni kutoka nje wameongezeka kutoka 2 milioni mpaka 2.4 milioni. Mpango yetu ni kusukuma hiyo numbers ili tuweze kufikisha 3 milioni na baadaye tufikishe 5 milioni. Mapato ambayo yamepatikana katika sekta hiyo imeongezeka kutoka 377 billion in the previous year to 400, I was given the numbers here, to 452 billion. So there is huge potential for earnings that is coming from the tourism sector. Na ndio sababu itatubidi sote sisi tushirikiane katika harakati ya kusimamia sekta hii. So as we do whatever we are doing in all the other sectors, in our agriculture, in education, in health, in
in our agricultural sector, we must also unlock the potential that exists in our tourism and wildlife sector. Na ndio pia sababu serikali ya Kenya inajenga sasa the biggest conference facility. Unajua conference facility ambayo ilijengwa KICC ilijengwa 1972 na ilijengwa kwa njia ya harambee. Ilianza kwa njia ya harambee. Kuna wazee walifanya harambee kujenga KICC, alafu baadaye serikali ikakuja ikawasaidia, na hiyo ni karibu miaka 50 iliyopita. Lakini sasa tunajenga a modern conference facility at Bomas ambaye itatusaidia vile vile kuleta wageni wengi ambao wanakuja conferencing, ili wakifika pale Bomas pia tuwaambie kuna Meru National Park, wakuje hapa wajivinjari, walete pesa, ndio Meru isonge mbele na Kenya isonge mbele. Vile Mheshimiwa Governor amesema, tulikuwa na matatizo hapa ya mwegezaji mmoja ambaye mali yake iliharibika na ikawa mambo imefika kotini. Rais wa kule Ufaransa akanipigia simu kuniambia mwegezaji wa kutoka nchi ya Ufaransa alipata matatizo hapa kwetu. Mambo ikaenda tegemnege mpaka kotini. Huyu governor na ndugu zake wakakuja wakaniuliza, na sasa nataka niwatangazie ya kwamba serikali ya Kenya itachukua mzigo badala ya county government ya Meru. Tutafanya negotiation na huyo investor, tutaongea na yeye, alafu baadaye tulipane na yeye, watu wa Meru wasiingie katika matatizo, na pia sifa ya Meru isiharibike kwa waegezaji wengine ambao watataka kuegeza hapa Meru County, so that we can protect the name of this county and the name of the national park in Meru here, so that we can attract more investors to come and set up camp and work with us as we look at what we need to do going into the future. Mimi niko na maneno kidogo. Unajua, kwa sasa tulikubaliana na wananchi ya kwamba afya sio starehe ya matajiri. Afya ni haki ya kila Mkenya. Tunaelewana? Sio lazima uwe uko na uwezo ndio uweze kupata matibabu. Hapana. Kwa sababu ugonjwa haibagui tajiri ama maskini. Ugonjwa inapata kila mtu. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tukasema ya kwamba lazima tuwe na mfumo wa afya ambayo itasawazisha Wakenya wote. Usiwe na tofauti ya mtu mwenye yako na uwezo na mwenye hana uwezo. Na ndio tukasema tunataka kubadilisha mfumo wa afya wa Kenya ili tuwe na afya ya universal ambayo inajumuisha wananchi wote. Hiyo mfumo ilikuwa mbeleni ya NHIF. Ilikuwa ya wale wako na uwezo, wako na ajira na wako na payslip. Lakini tukasema wale wenye payslip ni watu wachache, pengine 3,000,000. Hao wananchi wengine wote hawana payslip. Ama nyinyi mko na payslip hapa Meru? Mko na barua ya kuajiriwa? So tukasema tubadilishe ili kila mwananchi, uwe na kazi, usiwe na kazi, uwe na uwezo, usiwe na uwezo, uwe na payslip, usiwe na payslip, pia na wewe uweze kwenda hospitali na ukatibiwa, na tuwe na mpango ambayo itakulipia, ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Na ndio sababu hiyo tukaanzisha mfumo wa SHA ambayo tunafanya pamoja na counties. Hapa Meru, mimi nataka kupatia taarifa yenu. Unataka kujua mahali Meru imefika? Meru, watu
393 wamejiandikisha kwa SHA. Kati ya watu 1.35 million. Naona mambo bado. Watu 393. Sasa Meru kwa Kenya mzima mko namba 30. Kwa watu, kwa counties 47. Sasa mwanze kujipanga kutoka hapo. Ndio? Mtajikaza? Na mimi nataka niwaeleze hivi. Msibaki nyuma. Tunataka wakati tunashughulika na afya ya Wakenya, watu wa Meru wasiwachwe nyuma. We want to move together. Na mpango ni huu. Mpango ya SHA, mwenye yako na uwezo utalipa kulingana na uwezo wako. Mwenye huna uwezo tutakulipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila mmoja wetu aende hospitali, atibiwe, alipiwe na SHA, aende nyumbani. Ninyi mnanielewa? Na ndio tumekubaliana na counties hawa. Tumekubaliana vile madawa itapatikana, tumekubaliana vile equipment itapatikana, na tumekubaliana vile malipo itaendelea, so that we can carry every citizen on board. So mimi na warai wananchi wa hapa, shughulike pamoja, tuhakikishe ya kwamba nchi yetu ya Kenya tunaipanga vizuri. Na sikizeni, nchi haiwezi kujengwa na siasa duni. Nchi inaendeshwa na kupangwa na miradi na mipango ya maendeleo. Na siasa haifanywi kila siku. Kuna watu wanataka kutufanyisha siasa mfululizo. Sisi tunawaambia kuna siku ya siasa itafika. Kwa sasa wacha tushughulike na mambo ya maendeleo ya dunia yetu hii. Tushughulike na barabara, tushughulike na stima, tushughulike na hii mambo ya compensation, tushughulike na mambo ya afya. Siku ya kiyama iko, wananchi wataamua. Kwa sasa tuungane sisi wote kutoka MCS, wabunge wetu, senator, women rep, governor, mimi, deputy wangu, sote ni timu moja ya kushughulika na mambo ya maendeleo ya Kenya, Meru ikiwa katikati. Ama nyinyi mnataka tuendelee siasa mfululizo? Nataka tuendelee siasa mfululizo? Na mimi nataka niwaeleze, kwa mapenzi ya Mungu, mimi ndio kiongozi wa taifa hii kwa sasa. Na majukumu yangu ni mawili. Ya kwanza ni kuunganisha wananchi wote wa Kenya. Kuondoa chuki, ukabila, kisirani, mambo ya chuki. Hiyo ndio kazi yangu ya kuhakikisha kwamba tunawaunganisha Wakenya wote. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu wa Kenya wakiungana. Na jambo la pili ni kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi nitafanya na bidii, kwa sababu Kenya imecheleweshwa miaka nyingi na siasa duni, siasa ya ukorofi na chuki na ukabila na mambo yale mengine ambayo haisaidii mtu. Tunataka tushirikiane. Na mimi nataka niwashukuru watu wa hapa sehemu hii kwa kunipatia huyu muungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Huyu muungwana, niwaambie, sasa niko na deputy. Huyu anaelewa barabara, anajua stima, anajua mpango ya serikali ya SHA, ni mtu mwadilifu. That is how we are going to change Kenya. Nyinyi mnanielewa? Yes. Ananisaidia kusukuma hii gurudumu. Mumemuona sehemu mbalimbali akisukuma gurudumu ya Kenya. I am very proud that I have a deputy who understands government, who understands what we are doing in agriculture, who understands what we are doing in infrastructure, who understands what we are doing in education, who understands what we are doing in health, and is supportive to the ministers and to me to make sure that Kenya is going forward. Sio mtu ya kisirani, sio mtu ya hasira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila, ni mtu anaelewa deputy president
si mtu ya Meru. Deputy President ni wa Republic of Kenya. That is the man I have. Tunaelewana jameni? So, tuendelee namna hiyo. Na hiyo ndio Kenya itasonga mbele kama risasi. Msikuwe na wasiwasi. Sijui kama naelewana jameni. Tuko pamoja? Yes. And that is how we are going to move this country forward. Na msikuwe na wasiwasi. Watu wa chuki na hasira mingi na kisirani na chuki na ukabila, they will never get anywhere in Kenya. Because Kenya does not belong to those kind of people. Kenya belongs to the united, prosperous, one nation with a common destiny. Sisi wote ndugu moja. Na nataka niwashukuru hawa wabunge wenu. Tunafanya kazi na wao, ni watu waadilifu. Wananisukuma sana, saa zingine hata kuliko wheelbarrow kwa mambo ya maendeleo ya hapa Meru. Lakini tunashirikiana pamoja na wao. Nataka nishukuru speaker wetu, Bwana Ayub Bundi, nasikia anaitwa Solomon, saa zingine. Na jeshi yake ya members of the county assemblies. Hebu simameni jameni, we didn't recognize you. Tuwapigie makofi hawa wangwana member wa county assembly yetu. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your solidarity and working together with the leaders of this county. You can count on my support as we make Meru great and as we make Kenya great. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. So otherwise, watu wa Meru, mmeshukuru sana kufika hapa leo. Mimi nasema asanteni sana kwa kutukaribisha. Leo tumekuja hapa na pesa kiasi ya wale watu ambao wameadhirika kwa njia moja ama nyingine. Miraa. Mnataka tuseme miraa? Mambo ya miraa ni vile mulisikia my deputy akisema ndani ya mwezi moja wataniletea report kuniambia mambo ya miraa tunaelekeza namna gani. Kwa sababu huyu muungwana Profesa Kithure Kindiki ameshughulika na mambo ya usalama wa taifa letu hapo mbeleni. Ameshughulika kama deputy speaker wetu wa Senate. Akona kuelewa na akona support yangu kwa mambo ya miraa. Na mimi naelewa kwamba hii mambo ya miraa ni mambo ya muhimu sana kwa sababu inaleta mapato kwa familia nyingi hasa katika Meru County hii. So, profesa na team ambayo nilikupatia, harakisha hiyo maneno, na hata ile mambo ingine imetajwa hapa. Kuna barabara imetajwa hapa ya kutoka farm, na barabara ya Kore, ndio? Hiyo mambo ya hapa, huyu profesa atashughulika naye. Nimempatia authority ya kutosha kuamurisha mawaziri wale wako hapo wahakikisha kwamba hiyo kazi inatimia, and I will make sure mimi mwenyewe nitafuatilia nihakikisha kwamba haya mambo mmenitajia yanafanyika, na nitarudi hapa vile nimesema hivi karibuni ndio tuweze kushughulika na mambo haya mmetutajia. So otherwise, asante sana kwa kutukaribisha hapa Meru kwa siku ya leo. Sasa tuko na pesa ya watu wa compensation, sijui wale wahusika wakuje sasa tufanye hiyo kazi. Tumpongeze rais kwa makofi tafadhali, na niwaite wale ambao beneficiaries ambao watapata hii hundi yao ya leo, na nimkaribishe Deputy President kindly to come and flank His Excellency CS Tourism, PS Sylvia, Governor, Area MP, and then I will call on the individuals who are going to receive the beneficiaries, and we'll start with Sacinta Kairuthi. Sacinta Kairuthi, kama wanaweza kuja moja kwa moja wapate check yao. And Your Excellency, will have 11 beneficiaries who are going to receive their checks today. We also have the national check, which is 950 million Kenyan shillings today before launching of the card. So tutaanza na Sacinta Kairuthi, aje apokee check lake, akifuatiliwa na Naomi Gatweri. Just the checks kindly. So ya kwanza ni Sacinta Kairuthi.
Haya, huyu Jacinta Kairuthi Kibiti kutoka Kerwa anapata cheki ya shilingi 2,500,000. Na mjumbe yake yuko area hapo. Asante sana mama Shukrani. Unajua huyu mjamaa? Asante. Salimia mbunge wako hapo. Asante. Asante sana. Haya. Niko na Naomi Gatwiri Jeremia. Naomi, habari yako mam? Next ni Gregory Mwenda. Haya. Nampatia hundi ya shilingi 2,516. Asante sana. Thank you. Thank you very much. Kutoka Buri. Haya, tuko na Gregory Mwenda. Gregory Mwenda. Asante sana. Cheki ya shilingi 2,516. Samuel Kanadhi. Asante sana mzee. Thank you very much. Samuel Kanadhi. Tuko na hundi ya Emily Kinoti. Emily Kinoti. Cheki ya shilingi 2,516. Asante. Asante sana. Thank you very much. Zipora. Tuko na Zipora Karemi Ntitura. Cheki ya shilingi 2,516. Asante sana madam. Shukrani. Haya, Baraka. Shukrani sana. Wa Igembe Central. Haya, tuko na Masi Mutimbi Mduranira. Shilingi 1,649. Thank you very much madam. Shukrani. Haya. Asante sana. Dominic. Tuko na Marete Mwimunya. Wapi Marete? Mtoimunya. Shilingi 2,2,516. Pongezi sana ndugu. Willy Cherone. Wapi Willy Cherone? Shilingi 2,516. Very good. Twende Willy Cherone. Nyumbani ni wapi? Karandari. Haya, asante sana. Nani mbunge wako? Nani mbunge wako? Huyu. Kele. Anasema Kele ndio mbunge wake. Haya, tuko na Samuel Kanadhi Mrambera. Very good. Shilingi 2,516. Asante sana. Thank you very much. Catherine Kagendo Mwega. Shilingi 2,516. Asante sana madam. Shukrani. Thank you very much. Na pole sana kwa kumpoteza watu wenu. Na tuko na Dominic Limiri Mtomwari 1,809. Asante sana. Ilifanyika namna gani? Mahindi yako ilikuliwa? Okay. Aya, sawa sawa. Asante sana. Thank you. Your Excellency, we also have the national check of 900. Tuko na watu wengine wengi. Yes. Sawa sawa. So kuanzia 2022 watu waliolipwa hapa Meru ni 1,130,000, watu 574, lakini wamelipwa pesa 130 million. Sasa hii ndio national, kwa sababu watu wengi, hii ndio pesa serikali imetoa kwa minajili ya kulipia fidia wale wote walioathirika na mambo ya wanyama wa pori, aidha walipoteza maisha yao ama walijeruhiwa ama mifugo yao iliwa na wanyama
ama mimea yao. Asante sana, na sasa wale wengine wote checks zao ziko tayari, correct? Wardens wata distribute kuhakikisha kwamba wale beneficiaries wote wanapata haki yao, na vile nimesema tukienda mbele mwaka ujao tumeweka pesa katika budget milioni ingine 950 na ingine milioni 500 ya kuhakikisha kwamba kazi hii inatembea kwa kasi na wananchi wanashughulikiwa kwa njia na taratibu ya sawasawa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Waziri, endelea na kazi. Your Excellency, we seek your indulgence for a picture with the beneficiaries. Picha moja ya beneficiaries before we have the launch of the debit card. All of them together, all of them together. Wote wakuje wapigwe picha na rais tafadhali. Wote wapigwe pamoja before we go to the launch of the debit card, which I will invite Mr. Paul Russo and Mendy Njonjo and Lucy Waroinge, who will join us shortly for the launch of that debit card after this picture. Thank you, Excellency. We also have the launch of the card, and Lucy will speak briefly as we invite Mr. Paul Russo and Mendy Njonjo to also join us on stage. Lucy? Your Excellency? Your Excellency, yes. I stand here on behalf of the Wildlife Conservation Trust Fund, which under the leadership of your government was established a year and a half ago. And the Wildlife Conservation Trust Fund seeks to find sustainable financing for conservation. To date, we depend on the exchequer. It is not adequate. We depend on philanthropists. It is not adequate. The game changer is a private-public partnership where we come together with private sector and look for innovative ways to finance the conservation commitment that we have, which includes activities like what has happened here today. So, Your Excellency, we would like to introduce to you the first partnership we have is with the Kenya Commercial Bank, and the group CEO, Mr. Paul Russo, is here with us, and we are really grateful for this partnership to bring private sector to partner with conservation. And today, the bank and the KCB Foundation, in partnership with the Ministry and the Wildlife Conservation Trust Fund, we are launching a prepaid conservation card. And this card will be given to people who voluntarily take the card as a prepaid card through KCB, and we have 3 tiers of that card. We have a platinum card, which has an emblem of the elephant, and with every transaction on that prepaid card, 10 shillings goes to conservation directly. The gold card, which has the emblem of the lion, with every transaction, 5 shillings goes to conservation. And with the silver card, with the emblem of the cheetah, Your Excellency, 3 shillings on every use of the card goes to conservation. And these will be funds directly to the Conservation Trust Fund in a dedicated account whose resources will be used purely for conservation on the ground, for compensation, but more so, as an honorable member here said, for mitigation and ensuring our wildlife estate is thriving and we are reducing the losses of wildlife and the losses of people. So we welcome you, Your Excellency, to launch the card that goes live today. All right. Thank you, Your Excellency. And good afternoon, Meru. I think I'll just say 3 things, Your Excellency. In the first instance, there are 3 pillars that will lead transformation from where I sit. One is people, the second is technology, and the third is partnerships. And I stand here today on the 3rd pillar, the basis of the 3rd pillar. We just can't leave a conservation to government or to specific individuals or specific trust and particularly the Kenya Wildlife and the Ministry. We believe that private sector has a fundamental role to play, and actually private sector in partnership with government should take a bigger step forward. In this instance, the trust team came to us, and this is actually a co-creation.
And in co-creating this particular product, we're saying there's an opportunity for us, because it's not a responsibility of one person, to give back, to support. For every single transaction, we will then give 10 shillings. Particularly for the platinum, we'll give 5 shillings, Your Excellency, for the second tier, and the one branded. And the all branded wildlife, we will give 3 shillings. It might sound, that the amount is small, but when I look at the transaction, for example, that KCB has every single year, we do, the multiplier is significant, Your Excellency. It is also an invitation, and I think it is not a one-off, it's an invitation. First, we will do that from a go-to-market, process. KCB will take the lead role in advertising and placing this product to every of our customers to start with. But also, Your Excellency, it might sound political, but you've been a very strong relationship manager for KCB. And we will also recruit you to position this. And thank you that you actually have a card that can work. So earlier on, Your Excellency, the cards are actually here. But because of protocol, when you asked us, they couldn't access, access the place. So we thank you for the opportunity to partner. Thank you, CS. Thank you, PS, for the journey. It's been a very short time for us to get this product out. We will then go ahead and market this, Your Excellency. Thank you. So, Your Excellency, you can receive your card. Then after that, we'll have the launch of the card. And from here, it now goes out to generally anybody who is willing to be part of the conservation journey. As explained, this card has gold, platinum, and silver with different amounts that go towards conservation. With every transaction, you have different amounts that go towards conservation. So, Your Excellency, at the... Okay. Hawa watu wameongea Kiswahili mingi. Kizungu mingi. Wacha nitafsiri kwa lugha ambaye wananchi wengi wataelewa. Hii card ambayo ni card ya credit card ama debit card. Wanasema ya kwamba ili kujumuisha private sector, wale ndugu zetu ambao wako na debit card ama wako na credit card, pia na wao wachangie katika kulinda heritage yetu ya Kenya ya wanyama. Pale panapoendelea transaction, na mimi nitakuwa moja wao, saa zingine mimi niko na credit card ya kuendesha kununua vitu mbalimbali. So wakati transaction inaendelea, kama wewe ni mtu uko na platinum card, utakuwa una contribute shilingi 10 ambayo inaenda kwa Wildlife Trust Fund, ambayo itasaidia kwa mambo ya conservation. Kama wewe ni mtu uko na card ambayo inafuatilia ya gold shilingi 5, na ile ingine ya silver ni shilingi 3. Na CEO wa KCB amesema pengine shilingi 3 ama 5 ama 10 inaonekana ni kiasi ndogo, lakini wananchi wengi wenye credit card wakijumuika, hiyo pesa itakuwa kiasi ambayo itasaidia katika kuhakikisha kwamba tunalinda wanyama wetu kama shukrani kwa Mungu kwa kutupatia wanyama katika taifa letu. Kuna nchi nyingi wangetamani kuwa na wanyama vile tulivyo nao, lakini hawana. Hata kuna nchi nyingi wanajaribu kutuambia tuwapatie wanyama kiasi, tuwauzie, wengine wanasema tuwapatie, lakini hii ni rasilimali ya Kenya. Na Mungu anajua ni kwa sababu gani alituwekea wanyama katika taifa letu. Na ni jukumu letu kama wa Kenya kulinda rasilimali hii, kulinda wanyama hawa. Na vile vile hawa wanyama watupatie mapato ya kutoka kwa watalii
na kutoka kwa sehemu zingine. Ile ambayo inafanyika katika hii card ni jambo ambalo linasemekana sustainability. Kwa sababu tunatumia pesa ya serikali kulinda wanyama. Kulinda wanyama ni kazi ngumu sana. Tuko na wardens 5,000 na rangers. Kuwalipa mishahara yao na kuhakikisha kwamba National Park iko sawa, iko salama na mambo mengine. Tunataka kutafuta njia isiwe mzigo mkubwa kwa wananchi wa Kenya ama serikali ya Kenya. Tuweze kugawa hiyo mzigo and we make it lighter. Tuweze kuweka iwe nyepesi, kwa sababu tumejumuisha watu wa private sector na wale wengine wote. Na mimi nauliza Wildlife Trust Fund, hii card kama mtu atakuwa anatoa shilingi 10 for every transaction, pia na yeye akienda National Park apatiwe discount kidogo, kwa sababu anachangia katika kazi ya kulinda wanyama wetu. Kwa hivyo, that is the card we are launching today, and I am very proud that the private sector is stepping up. And I want to congratulate Kenya Commercial Bank for stepping up into the realm of conservation and working in partnership with the Wildlife Conservation Fund so that we can better look after our wildlife in a sustainable manner. Congratulations, KCB, and your customers, the people who are going to come on board with these cards, and they will be doing a duty to the people of Kenya. They will be carrying a responsibility to future generations to look after our wildlife for now and for the future. And with those many remarks, allow me to remove this, Your Excellency, so that we all have full view. In 3, are we ready? In 3, 2, 1, the launch of the card, the KCB Debit Conservation Card. Congratulations, congratulations on that card. And that, Your Excellency, will mark the end of our session today. If I may also just request one photo for all CSs and PSs present, to kindly just come and join His Excellency together with those on stage for one photo before we wind up with the anthem. And at that point, we'll all exit stage and then allow His Excellency to have the anthem. All CSs and PSs present? All right, thank you, Your Excellency. And with that, we come to the end. We'll now request that we leave His Excellency on stage for us to wind up with the national anthem. Let's all be upstanding. Tafadhali naomba sote tusimame ili tumalize kwa wimbo wa taifa. Naomba kama kuna mtu ambaye ameketi tuweze kusimama ili tumalizie kwa wimbo wa taifa. Naomba sote tubaki mahali, tusimame wima mahali tulipo, tusalie mahali tulipo, tukimruhusu rais aweze kutoka kwa starehe zake. Asanteni.